Mambo vipi? Mimi naitwa Namisi Mswahili, ya super producer, super director and of course ukiniona nyuma mic ya super presenter. Kila mara ukiniona either na hang out na superstars ndani ya 254 kukuletea stories zao, nini wanafanya na maisha yao yako vipi kijumla. Kwa hiyo leo hii nimetembea maeneo ya Roysambu. This on location kabisa. Kuna warembo kibao sana hapo nje, lakini pia tuna jamaa ambaye anapendwa sana na warembo na hapendwi sana na wanaume. Okay, zinajua kupendwa na kutopendwa is a hard word, but either way atatueleza mbona wanaume wakimuona mara nyingi wanaogopa. Vipi bro? Poa sana. Uko poa? Mimi niko fiti. Pengine ujitambulishe kwa mashabiki ambao ndio wanakuona kwa mara ya kwanza. Kwenye neno mara ya kwanza, kama jina naitwa ya mtandao Hilarious Kirago. Wananijua kwa kufanya pranks. Sana sana naita Kung Fu Master. Ndio. Hilo ndio jina lako, Hilarious Kirago. Hilarious Kirago ni ya mtandao. Jina kamili ni Edwin. Unasema utaki jina la M-Pesa. M-Pesa wanaweza weka. Uko fiti? Mimi niko poa. So watu wengi sana wamekuwa wakikuona kwenye mtandao na content zako. Of course vile umesema Hilarious, unapiga pranks za Kung Fu. Hii Kung Fu ni kitu ambacho umejifunza tangu kitambo ama ni content tu unapiga? Tuseme hiyo Kung Fu, Kenya nimesomea haswa ni taekwondo, lakini pia nilikuwa kwa gymnastics. So anikabidi nimeshikanisha hizo vitu mbili, nikakuja hapa nikakama up na idea na nikakelea kwa mtandao na watu wakapenda. Kwa hiyo hii skill yenye uko nao unasema sasa hivi mtu akikuchanganya kidogo unaweza mpeleka mbio sana. Tuseme director wangu avimbe pale. Nikwambie huyo bro deal na yeye. Unajua mostly atupigi watu. Juu kwa video nikishika mtu yoyote, hii inakuwa ni violation. Afadhali mimi nipigwe. Okay. Mimi nikipigwa kawaida hautaisikia violation. Lakini mimi nikishika hata mtu hivi, nimfanyie kitu kidogo tu, unaweza sikia restrictions kwa account yako. Mambo kama hiyo. Hii mchezo wa Kung Fu ni mchezo ambao naelewa una discipline kivyake pia. Na umejifunza sasa umeconvert into content. How is that relation ya kwamba vile ambavyo umejifunza mwenyewe na kuprotect hiyo image ya Kung Fu yenyewe? Sina jua content creation ni kitu imekuwa tu kwa mind yangu for a long time. Ni vile sasa sikuwa najua naifanya vipi. Nimepiga interview, nimepiga vitu mingi. So like sikuwa najua inaweza kuwa aje. So like siku moja nikakama hapa na hiyo idea, nikapiga video ya kwanza, nikaona Simba imefika milioni 3. Nikaona kumbe ni kitu naweza fanya. Hivyo nikashikanisha sasa, nikafanya ya pili, nikafanya vizuri sana, ikafika sijui 100k. Sasa kuanzia hapo ndio consistency. Nimewekelea tu hivyo mpaka ikafika mahali unaweza pata 50 million views. Hii content ulianza lini pengine? Kwa hiyo vile unasema ulianza kurecord video ya kwanza ama ulianza na kitu kingine ndio kaingia fine? Nimefanya vitu mingi lakini the current nimeanza last year January. Nilikuwa nimeibiwa yangu account December 2024 December. Nilikuwa nimeibiwa account. So like sikuwa na otherwise nikaanza tu account nyingine, nikaanza the current content. Na hivyo ndio ili blow up. Kwa hiyo hapo nyuma ulikuwa unafanya nini kama sio karate? Interview. Pranks pia hizi za kuongea. Okay. Kama kwa mfano kuna siku nilikuwa napita tu hivi na naongea, "Hello ni aje? Nimekawia kuua mtu." Sasa naelewa huko hapo umetulia hapo. Nashangaa wewe umekawia kuua mtu. Sema mara mwisho kuua mtu ilikuwa leo asubuhi. Vitu kama hizo. Unapiga zile pranks za mtu kwanza afikirie mara ya pili. Jamaa rada. Afikiria atasimama hapo kweli ama atajitoa. Atatoka mbio. Of course hapo kwa kutoka mbio, vijana wengi wanatoka mbio sana wakikuona pale mtaani. Unapompata na dem kwa mfano sasa hivi umeona una gift akina dada maua sana. Ndio hiyo sasa. Huo unaonaje vijana wakitoka mbio hivyo, ni kitu ambacho inakufurahisha wewe? Mara kwanza sikuwa najua wanaweza kimbia. Ndio. Lakini vile nilifanya nikaongeza skills, nikaona kumbe mtu anaweza kimbia. Ndio niliona kumbe inaweza kuwa content.
Kwa hiyo sio kwamba ni kupanga, mnakuwa mmepanga, pengine umekutana na mtu kupanga that let's do this content hivi na hivi, ama unapata tu wakiwa hapo. Kupanga unaweza panga maybe kama for example an advert. Ndio uleta hiyo kenye kampuni inataka. So unajua kitu kama hiyo prank kabla kuletea the actual yenye kampuni inataka ni ngumu. Kwa hiyo unafika mtaa, let's say umefika tao. Ya, vijana pale Sunday wanakaa pale, mtu anakatia demo yake ndio anaanza kurusha mistari, umependezwa na demo, unaenda tu na approach hivyo. Ndio hiyo sasa. Cameraman akaona. Okay, lakini unajua mara ya kwanza maybe kama shaniona. Yes. Itakuwa ngumu hata maybe watu wengi sikiza wakimbijwa wananijua. Sasa ndio maana hata video zimekuwa kidogo, na ulikuwa una shoot video kama 20 inapungua una shoot video kama 4. Juu ni ngumu saa zingine. Ushai approach mtu wa boxing ama mtu ambaye ana misuli yake kama let's say Mbavu Destroyer pale majembe akiwa na demo yake kama approach pengine ikakuaje? Si ilikuwa I think ilikuwa sijui ni June. Mwezi wa 5 ni? Mwezi wa 5 ni Mei. Ni Mei. Mei. Hapo hivyo ni para na jamaa mwingine akaniumiza hadi mguu. Nikakaa for 1 month jafanya content. Alichukulia serious. Huku mwambia cut. Hiyo masaa kwa nayo. Yeye aliona ni serious. Umekuja kumchukulia demu wake. Aliona baadaye. Kwa hiyo alikuvunja mguu kabisa. Ikabidi si kunivunja, alinitwist mguu. So ikabidi for 1 month I'm not doing content. Okay, watu wakikuona mtu anaangalia anasema Kiragu yule ambaye anafanya karate. Wewe umesema umejifunza kung fu. Tofauti ya hizo mbili ni nini? Karate na kung fu? Ndio. Ndio mtu karate kwa sababu kuna wale ambao tumewatch movie kitambo, tunajua karate na kung fu hajui kutofautisha. Unajua pia kuna nyingine, mimi nimesema taekwondo. Pia hiyo ni tofauti, mchezo tofauti. Hiyo ni tofauti. Ile kiota taekwondo ni ile nitangu aje. Hiyo zote ni vita sasa, lakini kabla uelezee moja moja, sijui utaeleza aje. Okay. But ni vitu tofauti kabisa. Lakini kung fu zinaonanga za China. Siku moja ndaenda huko. Sasa siku moja maybe tuko kwa process. Okay. Wewe unapanga kufika China kabisa. Na hiyo interest inakuja kwamba unataka tu kwenda kuona wanavyofanya ama utaparticipate nao create content ama. Si unajua nimekuwa nikiona movie mingi za China. Mimi nimekuwa fan wa movie yani sana. Okay. So like hata ya idea ilikuja tu kwa kuona wanatuma movie. Haya mavazi ambayo umevaa ni mavazi ambayo ulidesigniwa ama uliamua tu kwamba acha ninunue mavazi kama hayo ka design mwenyewe? Mara ya kwanza nilikuwa nafanya nikianza hii content nilikuwa nafanya bila shati. Lakini baadaye ikakuwa wazi, ulikuwa unafanya kifua wazi. Lakini ikakuwa baadaye hata mtu hataezi ogopa. Sasa ndio shati ni kuogope. Lakini nikaenda nikaangalia hizo movie vile zinakuanga ni nini. Nikaona sinijaribu kutengeneza nguo kama hii. Nikaenda kwa designer fulani hapo mtongo Mackenzie, acha tu nimuuze. Ito Mackenzie. Akaenda kanitengenezea hii outfit. Kuna ile ya white nyingine ambayo ulikuwa unavaa pia, uliachana nayo ama siku hizi nakuona sana nayo? Hii ya white nilitengeneza, lakini kidogo kulikuwa na sema kitu inakaa copyright. Ndio kuna msee fulani pia alianza kufanya content karibu kufanana kwa Tanzania. So in order to differentiate mimi na yeye, mimi nikaamua ni change costume. Kuna watu wengine wanatengeneza content kama wewe. Lakini alitengeneza video za kwanza, nilikuwa naangalia tu account yake. Tengeneza video za kwanza 2 zika blow. After hapo unajua alikuwa amesim na content yangu. Lakini sasa after hapo unajua hauna ile idea. Wewe ulikuwa umecopy tu lakini hauna ile idea. So nasema originally idea ilikuwa yako, lakini kuna mtu mwingine alianza kuifanya kama wewe. Kuna turudi hapo kwa risk. Pengine ukienda kushoot, wewe unajipanga na security yako kwamba in case let's say kama kitu ilifanyika awali, ni preparations gani umemake sahihi kwamba ukue safe, usifanye kitu alafu baadaye ukakuja ukaumizwa? Sema preparation ya kwanza ni prepare mind. Naweza pigwa, naweza kimbizana. Sema hiyo ndio ya kwanza, lakini mostly mimi nikienda kushoot nakonga na watu kama 6 hivi, 7 kwa background tu. Kwa backup. Wanajifanya ni wapita njia.
Azinao huwezi tembea peke yako. Alafu pia unaweza pita hivi mafans kwa kila mahali. Hiyo ni shida saa zingine. Alafu pia saa zingine umesota alafu fana juu hiyo. Ana habari na mtu hapa nakushika, sasa utafanya aje? Inabidi tu usitembee peke yako. Kwa fani anakuambia kwamba umtoleza macho. Si lazima, unajua kuna mwenye anakuonanga tu kwa mtandao. Sana sana TikTok na ni ya Kenya na ilipi. Okay, sawa. Nadhani pesa imetoka huko, kumbe hakuna. Okay. Tuzungumzie juzi kati nimeona umepigwa umepostiwa actually international, sijui kama umeona hiyo. Snoop Dogg. Hiyo amepost hiyo video na imeenda viral sana. Pengine unafilaje sasa hii content yako imeanza kuonekana kimataifa, beyond the views zenye unapata, because those are crazy views ambazo unapata sana kwa social media. Mara ya kwanza unajua tu inaanza tu kama dream. Alafu baadaye unaona unajua mara ya kwanza nilipost video hivi, alafu nikaona naitwa nani ule msanii wa South Africa Akon. Nimepost kila mahali, ameni DM. Sasa mimi nikashangaa, ala kumbe wasanii wakubwa pia wanaonanga. Yes. Mimi kuanzia tu hapo na unaekelea tu kazi, maybe utafika mahali. Nafikiri imebadilisha nini kwa maisha yako? Umevimba zaidi kama msanii ama kawaida tu? Kipesa yani inaletaje? Kipesa. Biashara zimeanza kuingia au? Pesa hata nisikudanganya. Hazijakuja hivyo, lakini kwa email kuna makampuni za ku approach, lakini mostly hujui gani ndio legit, tuseme tu hivyo. Kampuni ni mingi, kuna wezi, kuna kina nani. So like sahi unaweza pata email imejaa lakini hakuna kazi. Kwa hiyo plan gani? Kwa sababu kitu ambacho unafanya unafaa kuingizia kipato kama msanii, kwa sababu hii ni usanii unafanya. So at the end of the day, pengine hiyo timu ambayo umesema watu 6 ni management yako ama unawakaje? Unapanga aje yani na content ambayo unafanya ndio halisi ianze kubadilishia maisha yako? Kwa watu 6 na director, kuna cameraman, tuseme pia marafiki. Kwa watu 6 7. Saa zingine wanaweza kuwa wengi, unaweza pita tu hivi upate watu wengine wamekufuata, utafanya aje? Huwezi ambia rudini mimi nikashoot. Unaweza pata hata umebeba watu wengi 20. Na sasa na kijiji. So muhimu nauliza kwamba kwa mfano hiyo mnakaa chini mna mikakati kwamba ni aje progress ya Hilarious Kiragu in the next 2 months, 3 months itakuwa hivi na hivi. And kwa sasa I'm working on something. Mimi nilikuwa nataka kuingia the movie industry. Unajua mimi nimekuwa nikiona movie for a long time na nimekwambia hii content kidogo imeguziwa na hiyo kuona movie. So like mimi nataka tu kuingia kwa movie industry. Na shaanza kujaribu na so far si mbaya. Nimejaribu kupiga video 2-3 na engagement si mbaya. Nimeona kwenye prank industry imeanza kupanuka zaidi na tumeona wengine wameanza kuchipuka. Juzi kati tumemwona Vinde ambaye anapiga pia pranks. Pia kuna Master Nick Big Fish ambaye tumemwona akifanya hizi pranks for the longest time kabisa. Hii industry unaionaje kwamba itaendelea kwa trajectory gani? Kwa industry sema kwanza government imelala, waache mchezo. Sasa for example mimi silipi TikTok, so sinafani kuwe nalipa kidogo ndio iende nijaribu nao nipige nao content, at least nilipe huyo cameraman, nilipe huyo maybe director. Sasa unaona, lakini kwa sasa hawajaongea hata na sijui nitangwa nani the TikTok family. Hiyo huko majuu. Juu countries mingi sasa zimeanza kukua monetize. Juu kama juzi monetize Facebook. Hiyo pia iko sawa. Hapo hatuwezi complain. Lakini pia hii side nyingine waangalie pia TikTok. Yaani usiweke tu content yako na mwisho wa siku hakuna kitu unaana. Unasema uko famous lakini mfukoni vumbi tu. Sasa hivyo ndio Kenya kuko. Pengine unapanga na ama stars ambao wanafanya hivi, pengine mnaweza kaa chini muone if you can do something ambao ni kikubwa kwa industry, kwa sababu naona sasa kila mtu anapiga kazi yake. Jisikati nimeona Nick Big Fish amaza kufanya tours across the country. Is this something yenye mnafikiria pengine kama wasanii mkae chini because you are doing the same kind of pranks na vitu kama hivyo? Unajua yenye tulikuwa nayo kwanza ni tangu aje kulikuwa na mkutano fulani ya BCLB ya kuachilia mimi kama creator nikuwe na advertise betting sites. Juwezi niambia
Ani betting site amwezi advertise na kwa TV kila siku mimi naona. Si una get? Okay. So like hiyo mostly ndio mpango tulikuwa nao na kina Obina, tukaenda hata meeting. Lakini meeting kidogo ikufaulu, lakini kuna vile wameanza kuileta tena hiyo nitwaje? Hiyo point ya kurudi to the drawing table, jaribu kama kuna vinyara tunaweza learn maybe kuzi advertise kitu kama hiyo. Alafu hii mambo ya tour itakam. Unajua inaanza tu mdogo mdogo. Last year maybe nimeenda pale kadha Nakuru, Mombasa. So unajua inaanzianga tu hapo kaunti moja tu. Moja ukisonga kwa nyingine. Kwa unaangalia mfuko. Okay. Yes. Kwa hiyo ukiangalia hivi pengine unasema hapa Nairobi watu wamekuzoea na unaweza fika sehemu hata mtu aogope kwa sababu anajua huyu jamaa content na nini. Unaenda kumstua hivi anakusalimia. Kuna mtu ushaenda kumshtua akakusalimia, anakuambia nakujua, anakuambia yeye ni fan wako. Kwa hiyo ukienda hizi sehemu zingine kama vile umesema umetaja umeenda Nakuru na umeenda hizi city zingine, reception yako iko aje kuhusiana na hizi pranks ambazo wanafanya? Tuseme pia somehow the same. Somehow the same. Juu unajua mafans kwa kila mahali. Okay. Tuseme somehow the same, lakini uko ushago kidogo unaweza pata wenye yuko rada. Ucheze na hao. Unaweza toa mtu mbili. Tuseme kwa siku unaweza amua tu leo si uko kazi, unafanya tu prank. Tuseme kama kwa siku utakosa video kama ine hivi ziko legit, hata kama wengine watakujua. Tuseme utakosa video ine. Haya. Ndio hii msimu wa Valentine unaendelea na watu watakuwa na hizo meetings za wapenzi kwa muda mrefu. Pengine unapanga kuitumiaje hii season kama msanii ili iweze kukuongezea zaidi na kupanua pia your environment as an artist? Pia umeona tushaanza. Yes. Siku account tushaanza. So hiyo ndio the way forward. Niseme aje? Kwa Valentine mimi naingilia tu kama mimi naingia tu kazi. Kawaida nikiwapata kwa Valentine na mimi sina mtu naingilia tu kati. Hivyo tu. Okay. Kwa hiyo wewe mwenyewe una mtu pengine ambaye uko na mpenzi wako na unaweza feel aje mtu akikuja kuprank hivi kwamba anakuchukulia mpenzi wako, utafanyaje? Sasa unajua mtu kama mimi ndakasirika. Anaweza huwa mtu. Sema wewe hasira zako huwezi jua kama ni prank. Ndio maana nikienda kuprank mtu idea already iko in mind. Huyu jamaa anaweza kupiga, anaweza kuumiza. So like uko na in mind. Inaweza happen either way, anaweza toroka, anaweza kupiga. Apart from wapenzi, target yako gani ni tofauti nyingine ambayo unafanya kwa watu? Kwa mfano content hizi nimeona tu na una target wale ambao unapata mwanaume na dem na nini. Pengine unafanya which kind of other content ambayo ama target audience yako wenye unawafikia kufanya hizo pranks? Unajua for now unajua audience yenye niko nayo wanataka tu hiyo. Nimejaribu kidogo kubadilisha, wamekataa. Wanataka tu hiyo. Sasa maybe nibadilishe maeneo, uende wapi, South Africa pale kama huko, lakini wanataka tu hiyo. Wanataka tu unyang'anye mtu demu wake. Na mademu wenyewe wanafurahia sana. After that wanakuja wanakuhug kabisa, wanajua wanasema huyu ndio mtu wetu sasa. Si unajua ladies love power. Kama ni wango. Ladies love power. Kwa hiyo ukionyesha power wanakukubali rahisi. Ndio hiyo sasa. Alafu ongeze maua. Unasema yeye nawakosha sana. Ndio hiyo sasa. Au sio? Tunaye Kiragu hapa, ni Hilarious Kiragu, of course napiga naye story kuhusiana na content yake. Ni prankster hapa Kenya na anafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo pengine neno la mwisho kwa mashabiki ambao wanakufuatilia, wale ambao wana expect more from you, and then pia wanaweza kupataje, pamoja na wale ambao wanataka kufanya nayo biashara pia? Kwanza kwa biashara. Unasema hapo kwa biashara. Namba zipo lakini sema kwa biashara unaweza ni DM tu kila mahali. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch pia niko at Hilarious Kiragu. Ama search tu pia Kung Fu Master, najua itakuletea tu
kisha master hiyo algorithm. Okay. Sasa hata hiyo kumfumasa itakuletea page yangu. Na details ziko hapo, email iko hapo, namba iko hapo. Alafu pia hiyo support ananipatia kwa saa hii ikuje tu hivyo. Tufike mahali. Unajua tumeanza Kenya, nataka tufike mbali. South Africa, UK, unajua pia fans wa UK wanataka uende huko. Yes. Fans jua wapi wanataka uende huko. Kuna masa unaingianga live hivi unashangaa, ungependa kuenda Ethiopia lakini utaenda aje? Hauna means. Lakini support ikienda tu hivyo, maybe kuna time utamonetize hata hiyo TikTok. Itakuwa rahisi. Anasema support ni kibao hapo kwa mfuko, ndio jamaa afikieni, msaidie, msupport kaka yetu, biashara zije kwa wingi. Kina tutasema hailipi. Inalipa lakini si venye tuna expect. Yes. Au sio? Safi, tunapiga na story Hilarious Kirabu. Story nyingi utakuwa unazipata ndani ya PMTV Kenya, of course on YouTube, una subscribe, una follow na social media platforms as PMTV KE. Mimi unanifuata kama Namisi Mswahili. Hadi wakati mwingine, kwaheri.